nishike mkono, tembea nami kwenye safari, nitafika salama, atarudi mara ya pili. Makongeni tuchukuaje ulimwenguni, tumwamini tuokolewe, masumbuko yote yatakoma. Ewe rafiki wa moyo wangu, nishike mkono, tembea nami kwenye safari, nitafika salama, atarudi mara ya pili. Tuchukuaje ulimwenguni, tumwamini tuokolewe, masumbuko yote yatakoma. Ewe rafiki wa moyo wangu, nishike mkono, tembea nami kwenye safari, nitafika salama, atarudi mara ya pili. Tuchukuaje ulimwenguni, tumwamini tuokolewe, masumbuko yote yatakoma. Ewe rafiki wa moyo wangu, nishike mkono, tembea nami kwenye safari, nitafika salama. Tubakorere iga kamuranchi buya murani mogo saseri buya ngocha muri muri ya muri marangiri mochi mutwamwiri gereri mari uri mukire ngache kweri akinga kiole arone nande kuri mutwa buya mono nyasaye tigawa sisini makongeni kwa unamokora makongeni wati nenile igo kipindi cha nyimbo tumefungia hapo. Sasa tunaingia divine hour. Ndiwana ini. Uchakira saa 7:30 gotogo soa amatera. Ranchi nduriko genda ngabona twensi peto ikaranze ta ya tokarego sabu kuragira ekwaye yamegotera yagenda ranchi ndi atera yagenda ranchi iliye gukora ranchi yaswa egere tokonye chinsa cheito na tokore na etakeire elink inkovere shared asiti grupu chonsi elinde toyenyore se bali bako watch kurwa chinse chaisiko Nairobi bagende ko watch mukutano uyo iga nyasaye tiaba sesenye makongeni choir give us a song, then we give the mic back to pastor. Oyo kalete video sangelia sadaka onako vile kale goja abosio vile James Pressure radio jego jaase ni video kwa nako pressure radio district ni asema wata yataka share the link share the link aenda YouTube igia ekore kwa get the point kidogo tu watashare na YouTube ya Pastor Nyang'ata Junior. Ukiingia hapo Facebook utaipata, pia utaipata kwa YouTube. Share egera bali bagani kikorora na warabu bali anda kubatia mukutano yoga. And we will be reading the messages kibaka baba gutuma those who are watching us from Qatar, Emirates, and those who are watching us from USA, Minnesota. Tutakuwa tunasoma their messages. Thank you, may God bless you.
ndugu sema. Habari njema sema kwa watu wote. Sema ndugu yangu sema. Mwokozi Yesu anakuja na utukufu. Sema wote wasikie. Habari njema sema kwa watu wote. Sema ndugu yangu sema. Mwokozi Yesu anakuja na utukufu. Sema wote wasikie. Sema mwenzangu sema, usinyamaze sema. Mwenzangu sema, paza sauti sema. Habari njema ya kwamba Yesu anakuja ndugu sema. Sema mwenzangu sema, usinyamaze sema. Mwenzangu sema, paza sauti sema. Habari njema ya kwamba Yesu anakuja ndugu sema. Je, umepata kusoma habari za Yonathani mwana yule wa Sauli? Hapo ngeli twakuletea ujumbe. Basi wasema umepata kusoma habari za Yonathani mwana wake yule Sauli, kwa ujasiri wake wakiwa wawili naye mchukua silaha, walishinda adui zao kwa ujasiri. Umepata kusoma habari za Yonathani mwana wake yule Sauli, kwa ujasiri wake wakiwa wawili naye mchukua silaha, walishinda adui zao kwa ujasiri. Watu wa Mungu hawatoki vitani, Mungu ni mwaminifu, alipona pole atakapolinda na tutavuka. Watu wa Mungu hawatoki vitani, Mungu ni mwaminifu, alipona pole atakapolinda na tutavuka.
mwaminifu, palipo na bonde atapafurika. Na tutavuka, watu wa Mungu hawachoki vitani. Mungu ni mwaminifu, palipo na bonde atapafurika. Na tutavuka, watu wa Mungu hawachoki vitani. Mungu ni mwaminifu, palipo na bonde atapafurika. Na tutavuka, watu wa Mungu hawachoki vitani. Mungu ni mwaminifu, palipo na bonde atapafurika. Na tutavuka, watu wa Mungu hawachoki vitani. Mungu ni mwaminifu, palipo na bonde atapafurika. Na tutavuka. Tunawaambiaje? Kikwana ameni chieto. Tunawaambiaje? Nekero Nyasaye retire liburi kwari miakao. Aeto no gwachomore irio bwango. Muna Nyasaye koreta iria yega aiwaka kwari miria. Gosaba tuli tokore gepindi kia matera egeretoe divine hour chinza chiago egere batogendia segepindi getigarete. Gosaba tuli omwancho yore tata Nyasaye. Twashabire asumukutano yo moiko tore mase tore erinde tokore munukugania kwao kure. Tata munyamabera mange rire o twashabire munuri begeteria toereire rigende go toerera igo baka twakurira mukutano we. Wono ngoso atore chinsa chingia etitogane tigotegera ringana likuru asumusumbo. Tata muya na shabira yewe ko monyene okoro wanja kwao elinde togusasi masekene n'umuika wanja kwao koreke kyagero letata nakugusaba no gosemeria wetrase chinguru cha Yesu Kristo oyoro mobori itu. Amen. Thank you. Pastor Karim. Bwana asifiwe. Hebu tusalimiane. Bwana asifiwe. Happy Sabbath. Happy day. And the amen. Happy New Year. Alright, baca kita tahu. Okay. Nyasaye no muya. Muya mono. Iyo tu kweli bagi kubahari gania. Sogo sasi mawaito litukeriga. Tuaweila hai wiki ngima. Tumekuwa hapa wiki mzima. Na leo hii tutakamilisha jioni. In his time. Leo hatuna mambo mengi ile ya kawaida huwa tunakuwa nayo. Ila tu tunataka kufurahia kazi ya Mungu ya kutufupisha mwaka mwingine 2022. Kwa hivyo ndio maana mmeona hatuna mambo mengi. Kuna matangazo ambayo yatatusaidia vile tunaenda. Pathfinder leaders mukutane wakati ule wa saa ya wakati wa mankuli. Abarayiba Pathfinder togokoro korandia bomerane ochimoina yege osigikyo mwae mate bani nganero enka yoyo mito osira okorogwana limotuli nomongira turusira motuli babako baaliga ni mwezi asuko bakonya asamba sabo nako basira sengenje yo mwana wabo korogujoso yakira motuli ayo nyora achali kitaikia barongebere na isana engane yo kubasabira nako basira yera abegitarikisa te yere Jumatatu omotienye oyo omwaka oyo ojakera saa 2 ali kaso abeke munte tunubali basira ngo naende basabire eyamate ya Jackson omwenga mukaya na tabita ke muntu omwenga abarabumba tageta masabo nogosirwa omwana obonaro okorokuwikira mutuli omwenga oyo bwate mechando ya maiso mbatu ale na barabugo sangeli tariki 5 January omwaka oyo
kujakera chinsa isato aliyo mugwetu ndubali basirango na barabwa naende mo basabire omwana okorokwa Warren Junior Matonda oibore tukitariki 15 na isato mutinyo 11 mwaka 21 2021 isani gakoro Dickson Matonda nyamweya na ngina ndivi na nyaboke Matonda mwana inasa bewesa bategoja ase kanisa ya Tombe Central ayande gari unakubwatia iga gochakera chitariki sana eyekale Jumatano paka chitariki 15 January 2022 ndo twalama tuko ikomi yogo sawa chi program chiachire no chire na barayi baito kere kanisa mokore buna monalite bande bale bagosaba ma bande basaba marago ega wana motebanie kinsa kiri chindonge mogosaba akina iba tutasauti na Getale main bate anga barago bakumberana kinsa 10 ya mochi amani na Getale main igomoko manyibunga maambia saa 11:30 muumwerane kanisa saba wawano Getale main maambi saa 11:30 muumwerane kanisa saba alafu naende hiyo ikachumatano mocha akali ya 10 days of prayer ayande to komenta na aliaba tebanga Gatuta Kambi Center committee elia matanga maambi sana ne muumerane asengeje yoko banga emero belio yoyo minto ndosire tyo mosiriki Gatuta main omongine bisigo ndieki na arara na asengeje ye committee ya Gatuta Kambi Center babumerane maambi sana emerobeli yoko mwaeni omongine bisibo ndieki igara ende wichuma chitariki 5 motienyo yo motanga ni 2022 okay bono asengeje ya matangasa yo iganda iteko bene limbi ya mono chikanisa cheito na balisia asobotosira ase kambi y'abasae na ase crusade itogokora rero bya mono ase karo ya moli otosira ande nye komaite ngano tigare tigeriwa atakire gokora utarakora kora njoge kore kiagera ntorakora bageni mambi baragende asa abande batosira abutogwere nelimbi ya mono ekomiti yechiro ya Tombe abutogwere lingambi ya mono kiagera mwabeira abagokonyo konene mono asingi yo batawasa negetieke okorere merobeli ya ita ne kanisa ya Gatuta swale okorere youth camp gochimo baso nto abasaye bali ba attend youth camp chisatibigeti akili aba consistent abalenge 150 abumbaye chisatibigeti aje kwale gocharimo linde kuabora abana barayimba bwa toroti inga barayibachite omondo nitogwira ningambu ya mono kosiga mambo leo naro kobolio bochumbe bwa gitutu basaba nere na eta Gatuta ikindi nere na tosira mono nyasaye nera mozi na rugento kega tosira se crusade Andrew Ombati no mwana oyo minta daje go janero yo korengania madiogia Andrew njigo jaiga ngo na kalengani omongwano oyo gakoru Gatuta lakini amenyete Mombasa chimashini yechira eramo na choe ne kanisa ya Tombe Central mogwetira na batogokwana buya manyaga chane chimashini yechikoru Mombasa matukabera ara irenje mogomole ngambo yamona aende manya igonga na achachira ni Mombasa ago korona kiega agatebanga na inche oikangiche na inche nkora kende so itabu ngendo bakorokanga giving back to community ali yare buyeka ando bane mbaro ba
tombe seita abaje to yo manoyo oyo ni aitata tenen dieta ligo jali ansire Dennis noyo bwe kanisa ya Monga oyo Joel Kirongo noyo ne kanisa ya Gatuta yo Minto Nyang'ate Junior batokonyire sana korange bitebye ikirani basaruti yango kana ndi nani mubata ingambo ya mano gaki asembere mbele nikongana nikona kwa pamoja na kwa ya Makongeni na wengine ambao wametusaidia sana na nyinyi baka karona leo na weta banda bale kwa tenga gaki gente tale kwa nda chi wiki isato go chiakea basara na mugateba isato go seibe isato bana ne mogoja wikaranza motere so thank you very much. Na wengine wengi ambao wamekuwa wa msaada. Abaraiba basai, baraiba ito basai batombe. Neji sponsor. Aina tenena igeta keka. Baraiba basai, neji sponsor. Abarabuwe committee nero ya chagete go ikaransa, bagatebana bakora una Joshua na responsor nene kaya baraiba de baje. Aiteresa bakale go na sponsor deli. Abanda baraiba basai timaiti abanda asibai. Teresa huko ikaranze osenga inero muraiba basai. Moko bangira neliga gakinga mbia mono. Asingi nje karangara dieke na bwake bwate bakakeret. Aya, abalisi baitonga imoni, balisi terene. Balisi batom. Era basaba ikaranze bakakereta. We call the elders. Bakatiye karangara linkera. They bought the idea. Ane bakakwanira abashiriki. Bakarete bintu. Balisia na watolea kofia kwa kazi yenu. Moko bazaru terigati. Thank you. May God bless you. Naenda boroje baikarante kera ase kororanga kene ngeligo sare. Now, yale tabageni bakeiga batukwani nimalize kutoka hapa. Siku ya leo hatutaki kula muda. Ndio mumeona yangu nimekunja nikaweka kando ili tuendelee na programu hii ya kusherekea Sabato, kusherekea mwaka mpya, kusherekea kuna watu watabatizwa na mambo mengine kama hayo. Timu ya Nairobi Evangelism ambayo ilipanga timu ilibaba mwana dada Ella Nyandro wewe Ella Nyandro lawana okay, that man is a good man. With his team awa atoletere kwai, with his team awa atoletere abakwani ngakuma wate Nyandro sama kanai Nyandro nyasawe sini andiko goja konyora rindi yali nge ekehonjo goja konyora nganto kani gono buya baba madebie lidara ngeto buya yelda musigo kwako. God bless you. Ero yabasae abara mbacha bakatubwate smara abana bari gotera baruete gusiengi muko watu musimame mtusalimie. Ero yabasae want you to stand and we salute. Ero yabasae nero ni timu ya wakole asiengi ya sana gusia koetera ase radio ya Kisima bakora une patron ya bana royo Pastor Nyangoka Junior mogo basaru teria babele na intwe wiki ngima bamenyeta simuambie Mungu awabariki nyasa turaira basau baito elinde bakore miremembia abageni bane ngo bakoleta yaba bakwani mumurana ale konyora o secretary yitu our district secretary Okoroku Caleb kweka to ka siti kana chaka nyo Caleb bunga yo aje takaleto mukungu ntwa pinyoka yoba kabobasi tukaleto mukungu ko ruwa to ka siti tarehe 23 akita go jato kwani hana morenga mboga nikio yato mentera kimbia haraka Caleb kimbia. Caleb is our district youth secretary. He has read by exam. Akitara etia sumu weka no jwangu man jugo jamusia wangu Caleb nikanya ako na gotaya ya bweka buna liru malisire hiye limpe ni wana naje ta ta utagira rende mbweka na ndo Caleb what's happening ndio mukungu asiri Caleb kaya Agora ninje mba eresa biya semine yo para na nyanyure
Lakini nende gari ya soko ranga ngaki. Aya ndio wa secretary. Good. Wana wanyori huyo oramu kajire notice injisia. Happy Sabbath. Happy day. Gambara ni vyama na singencho. Mwamba wate star 23. Tuna wate nyangi. Onda gete mwanja wa kwanya hivu na kia ukwana. Bless Lord, hallelujah. Bless Lord, amen. Bless Lord, hallelujah. Bless Lord, amen. Asa Maria Tangoro kwa Isabella Kenzo. Incho mo konyo kare. Vyama sana ya sawa senia siwatu wate na singencho. Yomo yoga. Toko tebana vyama. Na wande mabuwa jeke tambole kireke. Vyama sana. Wea man, waisane hii. Lakini naendewa na mosi ile. Brava. Wea man. Thank you very much. Thank you very much. Tuare ngeno mwanchi wana na abana lakini tiate ninebuye kaba kwani asinge ngiyekizo. Tiba tena ija sansi reli yochi. Ngale ngwe ko siri. Lio kara. Wea man. Iwa tuwa abangire aro paka nabura asireri. Nabura nyona inumo sireri. Okay. Aba pastor mbali bana sigatia ito. Pastors, kuna wachungaji miongoni mwetu. Hapa mkimbia hapa nimeona Sagini ndio yuko hapa, Pastor Dani Abuya sijui alimekaa wapi na wengine. Wale pastors ambao mko kwa mkutano, tafadhali kimbia ili msalimie. Hata Munga sijui leo ameenda wapi, kuna kijana yangu ako busy mahali. Hai. Ndio huyo. Dani ikaanza nerale. Dani naye ni wetu hapa kwa district. Dani nero no mobasi itokwe district yo koruko moina Dani Abuya. Yakorwe kanisa ya Tombe au Getale Main. Akiwana toka motomete isiko Ogokoreri Central Kenya Conference ono kale ka nera bana banengo bokera na ichi boro jina bakena awa ga tubena eto mona ndio watika. Okay, salimia. Wapenzi wa Bwana, hacha nichukue hii fursa, hebu punga mkono hivi. Hapo sawa, tuko pamoja. Wale ambao tulisikiana kutoka last year na hii ni mwaka mpya, tuko pamoja. Si tutaenda mbele? Asante. Huyo ni student pastor wetu Paraton, lakini ni wa hapa tuti. Ya muna bana wa Nyasaye ase Kristo tuyamba kwanye Nyasaye no muya matukonsi kairo mwako muya wonko bakwanya segetabu ya Isaya 43 kebungu ya 18 buna Eva amangana kare yakogera ningani cyenkore ringana rinya togende mutu mwako muya na mangana maya. Amina. Amen. Tuwena utoto ni bidii wetu wa Nyamira Westfield hapa sehemu hii. Mitana wakwa ni mbia mwe mwezi. Reach that one. I will go. Kwa watalinga kuna tutanasika ntole negesyo. Enyomba yetu bitabu na obirera ali binge. Magana ayibane kwegeriyo spiko chakera liti family live na magana spio korandia marari. Igontole negesyo. Wano lakini ndo mbia chaga igara lakini tokole tino waneke. Ndoko cha kugora kurwali ari so mtu kinaso kwena. Bia mama. Echirese ninjiro jio iye kuotenya. Mami wenyo lepaka ndu ajireta. Pastor Munga alikuwa mgeni wetu. Bana ba Nyasaye no muya. Nyasaye no muya. Nina jaribu kushika kenye mnasema na sisikii vizuri. Ili nijibu hiyo. Yeah, wanajibu aje? Ama tu konsi. Nyasaye no muya. Bas, majina ni Pastor Donald Munga. Mimi si Mkisii. Mimi ni Omogere. Sasa tunashukuru Mungu kwa makuu ametutendea na naomba baraka za Mungu ziwajaze nyinyi wote. Kuna Pastor Kibeti. Pastor Kibeti tumekuwa naye hapa.
Yeye ni wa kanisa yetu hapa hii Tombe Central BH. Leo tunakuwa naye hapa. Amekuwa nasi wiki mzima. Wasalimie. Praise the name of the Lord. Happy day. Happy Sabbath. Happy New Year. Anashukuru Mungu kwa umbali huu. Mkutano umekuwa mahali hapa na inaendelea vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Nimekuaga host pastor. Nimekuaga hapa host pastor. Kisecret. Nashukuru Mungu kwa sababu ya wilaya hii ya Tombe. Kwa kweli tumeonekana kweli Mungu hapo nasi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nitawachekesha kitu kimoja. Ama mpangiki. Nashukuru Mungu kwa sababu ya umbali huu. Tulipata mafundisho. Nilikuweko huko na Mungu alikuwa anaongea lugha ya huko na ndio mimi sipati sana ya hapa. Na tulifundishwa vile tunakula chakula. Na ndugu yetu na mama wetu. Na watu hawakujua mimi ni mchungaji. Nimekuwekwa mahali hapa na nimesimama hapa tena kusema tunapoanza mwaka huu wa 2022, wacha Mungu atusaidie tukae kitu kimoja, makanisa sote ziwakae kitu kimoja na itakuwa vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Na ni maombi yangu mchungaji huyo Naftali, unajua mimi ni associate pastor wenu. Si Mungu awabariki. Thank you very much. Hatutaki kumaliza muda sana, lakini kuna elda wangu nataka awasalimie. Wengine hamkufikia leo prophecy kali sana. Ndugu Mugunda, unajua yeye anaelewa kikusi yagira na no mosoba. Abasoba na abantu baminto bali bakale rusinga mahati. Yo bakwa ili nikimaliza nikiingia tunaingia mahubiri. Baada ya huyo kutusalimia tunataka kuingia kwa sadaka. Nataka tukusanye sadaka, kwa hivyo nataka deacons na elders wale wachanga walisi wajimunga watu wote nataka muje huku mbele. Abande moje ni mabuko ya ile bintu tungata anebike tutakusanya within 5 minutes tuende programu yetu. Salimia sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nilipewa salamu kutoka Mlolongo district. Tulikuwa tunamaliza crusade Sabato iliyopita na nilikuwa nakuja wakanipa salamu, napokea. Nimefurahi kuona Pastor Dana Buya, ni pastor wetu Nairobi, nilikuwa makambi yake mwaka jana. Kumbe hapo ndio nyumbani. Nashukuru sana mchungaji, karibu sana. Nashukuru Mungu kwa sababu ya yote. Mungu atubariki, tutakuwa mpaka jioni, tutapeana kwa hili jioni. Asante. Ikiwa unataka kusikia huyu mzee au kupata nafasi sana, wewe enda Hope Channel Kenya. Wewe huwa huko vipindi karibu kila ambao yeye ndiye anafundisha lesson Hope Channel Kenya, na kuna vipindi vingine utakuwa unafaidika sana. Ndio mwezi kwa mintaba kwani na moyo bali bande mutajete weekend mwasile timu ndio vingi sana. Abantu banyasaye na bakwani ndiye more mwenzi. Mbiya more mwenzi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe wote huko. Ngakela nyasaye ndiye mono alituwe fundisha etu akwane weekend ma onye ngo igetegaiga na bokwana bali bale wote agaiga. Ndio kiamana ni kwamba sisi wote tuko na mashida mbalimbali, lakini cha muhimu ni kwamba yale tulijifunza chukua kitu kimoja na ikusaidie, si ndio? Tukisikia tuandike kwa vitabu na tuweka kwa bag haijatusaidia. Tuanze kama leo, kama hukuanza na maji, kukunywa maji asubuhi na tumekaa hapa hauna maji ya kukunywa, haupendi mwili wako. Na tuliambia mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu. Mwili si yako, ni ya nani? Ni ya Mungu. Tuitunze jamani, si ndio? Hiyo maumivu tunayo yote, tutakapofuata yale maagizo kidogo kidogo, naamini Mungu wetu atatusaidia.
God bless you. Mungu awasaidie. Mwana yo mitabu hata mangana ama ya wewe ndio roba kwa ndio pake usi. Kwa hivyo hao ni wageni tuliokuwa nao. Makongeni kwaya, mmesimama mkasalimia. Si msimame bali. Mnataka kusalimia lini? Hao ndio kwaya Makongeni. Si mmeona wamefanya kazi nzuri. Mungu awabariki. Ande baba bororo gakia bandi bakulala nzimanya. Aba manena bataba nene. Bali bana bagina bagaka bagine berwete bakalinde ndibe batwerwa mwaroje bande bakutwerwa. Akija sawa isi. Wangapi mnawatakia kila laini. Sasa tunataka tuombe kwa sababu ya sadaka. Na sadaka ya leo tutakayotoa akarona achire koligereria rie bintu binde mbire malimete agara to kore to tije bitukora akira abasoro yi oru yonsipi elio bwatendi agara etosire gukore program ni ndara balisi bali nabadiko ni asimali wameingia kila mahali itagete to sare alafu watakimbia hivyo Nyang'ate sijui kwa gani itakuwa inaimba wakikimbia. Haya, wacha tuombe. Baba wetu mwema, tunakushukuru kwa wema na fadhili zako. Tunaenda kukutolea kwa sababu ya kazi yako. Juma hili tumekuwa na makambi ya vijana na crusade hapa na tunakaribia mwisho. Kuna mahitaji mengi mengine ambayo hatujakamilisha. Kwa hivyo uguse kila mmoja wetu, matoleo yetu tutoe kwa ajili ya kukamilisha hayo. Hata hivyo tunakushukuru kwa yote, ni katika jina la Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Tunajua zenye nyandusi nacho cha leo. Nyandusi alikuja kweli? Nani ameona nyandusi? Chief nyandusi. Akifika tutawaleta wasalimia. Haya. Twende basi. Twende basi. Wimbo namba 65 kwa Kiswahili. Hello. 1, 2. 1 and 2. Tombe Main Church Choir. Natukunya hotela congregational singing and mwatini nira. Wabwati wuna omogwa. Wa haraka. Twendeni askari watu wa Mungu, Yesu yuko mbele, tumwana wetu, ametangulia Bwana mbinguni, twende mbele kwake kwenye amini. Twendeni askari watu wa Mungu, Yesu yuko mbele, tumwana wetu. Abantu bari bataribotera ke.
bangu chikwaya go chirichi nyinge na bagukura umugwa yonga karamu gwate flash kusea matera yo akomonto gwata yugate beinai abera nyalika nonde naro obwate kibesa chire M-Pesa. Kwa hivyo tunatoa namba ambayo unaweza ukatoa sadaka hiyo 0726 541 083 0726 541 083. Anya kupata kile simime utanyale kurwa na bobo toma sign up hiyo polisi. Thank you. Katika malisho ya majani mabichi, unilaza kando ya maji matulivu. Bwana ndiye mchungaji wangu mimi, sitapungukiwa na kitu chochote. Katika malisho ya majani mabichi, unilaza kando ya maji matulivu. Nijapopita sitaogopa mabaya, nikizungukwa na hao wanyang'anyi wote. Sitaogopa mabaya, kwa sababu wewe upamoja nami. Gongo lako na fimbo yako vinanifariji moyo wangu. Ndiyo maana sitaogopa, ndiyo maana sitaogopa, kwa sababu wewe upamoja nami. Gongo lako na fimbo yako vinanifariji moyo wangu. Ndiyo maana sitaogopa, ndiyo maana sitaogopa. Sitaogopa kamwe, maana yeye ni ngao yangu. Unaposungukwa na mabaya ya kila aina, muiteni Yesu. Yesu wangu, nishike mkono, naye hatakuacha kamwe. Amina. Yeye huandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu wote. Pia hunipaka mafuta kichwani mwangu, wema na fadhili hakika maishani mwote. Yeye huandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu wote. Pia hunipaka mafuta kichwani mwangu, wema na fadhili hakika maishani mwote. Nijapopita uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, nikizungukwa na hao wanyang'anyi wote. Sitaogopa mabaya, kwa sababu wewe upamoja nami. Gongo lako na fimbo yako vinanifariji moyo wangu. Ndiyo maana sitaogopa, ndiyo maana sitaogopa, kwa sababu wewe upamoja nami. Gongo lako na fimbo yako vinanifariji moyo wangu. Ndiyo maana sitaogopa, ndiyo maana
bakorere iga kiboni mukuigwera mubera kimi ya mono naba ya molengo bataimwe iwe. Asante omugwa esadaka tera era ulio watege nduge sadaka leta hocha Mauricia ya mono. Thank you. Ali watarane sadaka koraiga mukioko boko igoro lima ligatiaria. Ali watararwa mukioko boko igoro iga omugwa twagotera bwangu chinza go chiere te otoko minyo kichinza okoboko ko ligatiaria. tukiwa washiriki, tumealikwa jiji lile. Fanya hima ndugu yangu, uwe kwa lile kundi la Bwana. Sisi tukiwa washiriki, tumealikwa jiji lile. Fanya hima ndugu
Yerusalemi, mji umepambwa unameremeta, nami ninautamani. Andaa moyo wako leo kwa ile jiji kuu Yerusalemi, mji umepambwa unameremeta, nami ninautamani. Andaa moyo wako leo kwa ile jiji kuu Yerusalemi, mji umepambwa unameremeta, nami ninautamani. Tuwakorere iga akina tukuigu gobe. Haya, wenzetu ambao wanaotutazama kutoka pande nne za dunia, tungependa kuwafahamisha ni mkutano wa Injili katika soko letu la Tombe. Tungependa kusema asante kwa kuchukua wakati wenu ili muweze kutupata live kutoka Nyamira County pamoja na Nyamira West Field. Wakati ambao ningependa kumleta mchungaji aweze kutupa tangazo moja, kisha nimlete mhubiri wa siku ya leo. Okay, tunawashukuru nyote kwa matoleo. Tunataka kuweka tangazo ya mwana ki. Ya mwana walia walitwateba nga bagendere bagoja kwenda kuna baba bagatigita bande mbereri. Warete kinde bande mbaigwera. Na igure ngana bande mbale bagotanga amwatige. Bande komira ibere ga ekugate yori na ruwe. Manyenga toke, mane bituma byogo sana. Alianse ndimati wabekete. Komira ibere igoroiga. Akia yorete. Ere bagende bachikoira bana babo linde bara ko baba. Ya mwisho. Omongi na cheni yorina enyimba yaye nere ngamunekero wiga. Igere gatia ntoma yetia siri. Ngorero cha siri kyara ta kusukarende. Ero kuguru kwaye. Ngoroche nyimbo ketebwa ta kanto yakange keteni gatia. Please God. Okoye. Nani ameiona hiyo? Iko miongoni mwetu. Haitaka kukokonya mwetu. Kokonyarora mayerente gocha bosia. Yere segatia inabu ne mosirere tiga. Enyimbo ebwate na kanto kange sani. Eyakogera rendo ikande. Please tusaidie. Asanteni sote biamono aso kurukwaino naende mote moto konye. Thank you. Biamono tutagete koretu mukwanyo ya wira monaitwe gakuru kwa makao ili aweze kusungumza pamoja nasi. Matera watokora minyokie program tuliko genda muna mwaka gete yale kogenda. Igonge bintumbire tokora abune protocol egere program egende unatutagete chiza. Ni wakati ambapo ningependa kumuita Elda Janai aweze kuombea sadaka, akimaliza aweze kumkaribisha mnenaji wa siku ya leo. Asante Pastor. Wapenzi wa Bwana mjambo. Tuamini, tuombe. Baba, katika jina la Yesu, tunaliinua jina lako kwa sababu umetuokoa. Mungu wetu ni asante kwa sababu umetuwezesha tumefika hapa kwa ajili ya kukutukuza wewe. Asante Mungu kwa yale matoleo ambayo tumetoa. Tunaomba ya kwamba wale ambao wametoa wabariki, wasiti kutoa kwa ajili ya kazi yako, ili Mungu wetu tujitayarishe mapema ili urudi utupeleke mahali pale ulienda kutuandalia ili tutakaye kaa pamoja nawe. Mungu wetu, inapofika wakati mtumishi wako Makao anasimama kutuletea neno lako, Mungu wetu, tunaomba ya kwamba usiti kumtumia jinsi unavyoonelea vizuri, ili sifa na utukufu iwe katika jina lako. Ili ndilo ombi letu kupitia kwa jina la Yesu Kristo ambaye ni mkombozi wetu. Amen.
Asante sana mtumishi kwa kunikaribisha. Naomba niwasalimie. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Biamore mwezi. Hiyo ni ya nyumbani. Biamore aiga. Hiyo ni kusema biamore aiga. Haikuangi rahisi watu kuongea lugha ambao si yao wao wenyewe. Hata ni neema kubwa kuona kwamba tunajaribu. Alawas nikuambia uongee ya kwangu haitakuwa ni rahisi. Lakini nashukuru Mungu wetu mwenye rehema nyingi aliyeona ni vema tufike mji huu tuweze kunena neno la uzima, nami nashukuru kwa neema hiyo. Tumekuwa hapa muda wa juma zima na kwaya hii safi, kwaya Makongeni. Naomba msimame tu kwa roho safi, maana mlifanikisha Injili, mtufungie tu mkono wa heri. Msimame tu kwa roho safi tu, mfunge mkono kwa mkutano huu, maana mna dhamana sana. Hata walio kule ng'ambo wajue mnafanya kazi ya Nyasaye. Bwana asifiwe. Waimbaji Bwana wabariki, na hata kwaya zangu nyingi za district hii zimekuwa zikiimba vizuri. Mnatera vizuri sana. Mnaimba vizuri. Bwana wabariki. Na hata kanisa langu kule nitawaalika pia mkuje kwa jina la Yesu. Kwa hivyo ukipata barua nikialika kwa yoyote hapa, pastor mzuri huu, pastor Bwana asifiwe, ruhusu waje mjini ili watubariki. Kwa hivyo nashukuru Mungu kwa sababu ya neema yake kuona ni vema tuwe na mkutano wa Injili ambao tumekuwa tukiendelea nao. Pastor Mugunda, God bless you. Daktari, God bless you. Na wote wale ushiriki mkutano huu, Bwana awape neema kwa jina la Yesu. Now, maana hatutakaa hapa sana. Leo tuna ubatizo, tunataka tusikie neno la Mungu na tumekuja leo kweli kweli. Hebu tusalimiane juu. Bwana Yesu asifiwe. Peperusha mkono wako, Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Alafu kuna pastor hapa. Pastor Kibet. I'm happy to see you. Thank you so much. Na ukasema kwa kinywa chako, sijui kama ulikuwa katika roho, sijui kama ulikuwa katika njozi, sijui, lakini ukasema ya kwamba hata wewe ni associate pastor wa Pastor Naftali, na iwe hivyo katika jina la Yesu. Na kwa Mungu, Pastor Kibeti, hakuna lisilowezekana. God bless you. Si ajabu one day, na si one day, today and henceforth, in Jesus name, Kibet na kanisa lake tuchangamane pamoja katika safari ya imani katika jina la Yesu. Maana katika mwili wa Kristo hauna mgawanyiko. Kwa hivyo Pastor Kibet, kama Bwana Mungu aishivyo, na ujumbe huu umepita masikioni mwako na ukawa ni ushuhuda, haya sisi ni yake na nani? Bwana akujalie katika jina la Yesu. Amen. Haya, hapo tuingie katika mahubiri ya leo kwa muda mfupi. Nataka nisungumzie kidogo tu wito wa Mungu wa kufunga historia ya dunia. Wito wa Mungu wa kufunga historia ya dunia. Dunia hii si nyumbani, tuwasafiri na wapitaji. Sisi wenyeji wetu huu mbinguni, maana tunamwamini Kristo kama Bwana na Mwokozi katika maisha yetu. Na naomba hicho kichwa tukipambe tu kidogo, in 30 minutes time tuweze kuita wito, tukabatiza watoto wa Mungu wa mbinguni. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tuombe katika jina la Yesu. Mtakatifu, mtakatifu Mungu, Mungu wa mbingu na nchi, bahari na chemichemi za maji, mtakatifu ndilo jina lako. Uliruhusu Bwana wa milele tuwe katika viwanja hizi kwa muda wa juma nzima, na sasa katika sabato ya leo, katika vigelegele na shangwe kubwa za kumaliza mkutano wa Injili, Ewe Bwana wa milele ulioleta mkutano huu mkubwa, na kusihi ewe Mungu wa mbinguni, katika jina la Yesu, kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, nena na watoto wako, maana wamekuja ili wakusikize.
na maana wamekuja, nami ni nani? Naanguka mbinguni pako niweze kushuka zaidi, nawe Mungu ukatukuzwa katika viwanja hizi, na uwezo wa Roho Mtakatifu ukatembea katika mkutano huu, na wote wakajue umenena pamoja nao. Roho wako andamane nasi, katika jina la Yesu tumeomba na kuamini, amen. Mtumishi wa Mungu wa hii Biblia tuweze kutembea na andiko. Zefania 1 fungu la 14. Watoto wa Mungu wa mbinguni ambao umekuja katika viwanja hizi, ni wakati tunaouita injury hour kwa wasafiri wa kwenda mbinguni, wote wakao duniani, maana duniani hii si nyumbani, si nyumbani tu, wenyeji wa mbinguni. Na ndiyo Bwana wa majeshi amenena katika mkutano huu, na anazidi kunena anapotuandaa kila mtu amwandae kwa ufalme wa mbinguni. Na ole wake yule ambaye ataona ya kwamba hii ni mchezo tu wa panya na paka, ama wa sungura na panya. Wacha nikwambie, kama kuna ujumbe ambao itanitamini your future, ni ujumbe wa siku ya leo. Mtumishi wa Biblia na mwalimu, nimewahi soma Biblia inasemaje? Kitabu cha Zefania 1 fungu la 14. 1 fungu lake la 14. Neno la Bwana linasemaje? Linasema hivi, soma mtumishi. Hiyo siku ya Bwana, hiyo siku ya Bwana iliyokuu i karibu, iliyokuu i karibu, i karibu, i karibu siku ya Bwana. Mtumishi inafanya haraka sana, nayo siku ya Bwana inafanya haraka sana. Naam. Sauti ya siku ya Bwana, sauti ya siku ya Bwana. Shujaa hulia kwa uchungu mwingi huko. Anasemaje? Shujaa hulia kwa uchungu mwingi huko. Shujaa hulia kwa uchungu mwingi. Tunaye shujaa mmoja, only Jesus Christ, na analia kwa uchungu mwingi anapotazama na kuona jinsi ambao shetani adui wa Kristo Yesu anavyopeperusha watoto wa Mungu na kuwageuza katika ibada za mizimu. Watu wanapotoa miili yao kwa makafara na watoa watoto wao waangamizwe, shujaa Kristo Yesu anaumia anapoona ibada ambayo ni chukizo mbele za Mungu wa mbinguni. Na watu wanapokuwa na ibada hii, wao waoni kana kwamba wanapotea na kupoteza watoto wa Mungu wa mbinguni. Shujaa analia, Yesu anaona uchungu, maana siku yake ikaribu, mlango wa rehema ukaribu kufungwa. Na anapotazama anaona kila mtu amengandamia katika anadha zake, kila mtu amengeukia njia zake, na neno la Bwana likihubiriwa hata watu hawana haja na neno la Mungu. Kisa na maana adui wa msalaba, shetani adui, amenasa mawazo yetu na akatupeperusha na tukawa nje ya mkondo wa Yesu. Alo, shujaa wa msalaba analia, Yesu anaumia anapoona siku yake inakuja, na anapoona siku yake inakuja anashangaa. Wale wanaoitanishwa na jina lake hawana haja na kumgeukia. Udunia unatufagia, anasa zinatufagia na kukozesha wana wa Mungu. Kumo shetani yumo kazini, na niwaambie, shetani anafurahi sana anapoona ya kwamba neno la Bwana linapita masikioni mwetu, na linapopita linapita na linapita, nasi tunaendelea na shughuli zetu za kawaida. Shetani anashangilia, malaika wa mbinguni wanalia, malaika wanaomboleza wakisema ya kwamba yamkini wangenyenyekea kwa Mungu wa mbinguni hawapendaye, na kwa Kristo Yesu aliyeangikwa msalabani kwa ajili yao, yamkini wote wangeokolewa. Bwana Yesu asifiwe. Nipe tu mkono wa Bwana Yesu asifiwe. Yamkini tungemgeukia Kristo Yesu. Hebu niwaambie, kama vile tulivyo hivi kongamano nzito ambao Yesu akiwa katika kiti chake cha rehema akituombea, anapotutazama vile tumejaa katika viwanja hizi, anatazamia haone uwisho, anatazamia haone matengenezo, na haone watu ambao wanaandaliwa kwa ajili ya uzima wa milele. Amen.
Mtumishi wa Mungu. Na mwalimu. Naomba usome fungu la 17 hapo hapo. Fungu la 17 mwalimu inasema. Inasemaje? Nami nitawaletea wanadamu dhiki. Aha. Hakuna mchezo. Chika machezo. Ukipuuza neno hili, uone kana kwamba ni mzaa wa kawaida. Ujui ya kwamba ujui siku zako. By the way, wacha niwaambie mkutano mkubwa. Na wewe uliye pale mbele kwa maduka wewe, na unanisikiza, ambao ujui siku zako, ningependa ujumbe wa leo ukupatie mageuzo katika jina la Yesu. Maana ujui ya kesho. Ukifikiria kwamba utakula na ukunywe na upumzike vizuri, Shetani amepanga jinsi ya kuondoa maisha yako na utaangamia. Na ndio hapa Biblia ikasema kitu mtumishi. Ikasemaje? Inasemaje? Bwana atawaletea wanadamu dhiki. Bwana atawaletea wanadamu dhiki. Hata watakwenda kama vipofu. Kwa sababu gani? Wametenda Bwana dhambi. Maana wametenda Bwana dhambi. Na damu yao itamwagwa kama mafumbi. Na damu yao Mwana Nyasaye atukonye. Sijui kama nimesema sawa, lakini naamini nimesema sawa. Bwana atuonee mawera. Bwana atuhurumie. Maana kama damu yetu itamwagwa kama mavumbi. Yes, saa hii tunakula, saa hii tunakwenda, saa hii tuko vizuri, tunalala vizuri, tunaenda tukiwa sawa, maana mashamba yetu yana vyakula. Miwa hapa nimekula kama Kanaani. Hakuna siku la miwa. Ilikuwa kuzuri. Bwana wabariki sana. Tunakula, tunakunywa. Lakini wacha nikuambie, tunashiba vizuri na tunalala vizuri. Lakini kwa ajili ya uasi wa neno la Mungu. Yes, tumeita vizuri, tumehubiri vizuri, lakini wewe uone kana kwamba huu ni ujumbe. Waendelea tu na mambo ya kawaida, na shetani adui akafunga akili zetu. Wacha nikwambie, siku inakuja, wewe mtoto wa baba unaponisikiza, na wewe ambao ujumbe umeanguka katika viwanja hizi kwa vinywa vya watumishi wa Mungu, na neno likaanguka sawa sawa, hata mbingu na Roho wa Mungu wakakushuhudia ndani yako ya kwamba ukweli umehubiriwa. Bwana asifiwe. Ukweli umehubiriwa, na hata saa hii tukaanguka mavumbini, tukalala. Ukweli ni kwamba mbingu nzima itatuamsha siku ya ufufuo, maana tumemaliza kazi ya Injili. Haleluya. Haleluya. Tumemaliza kazi ya Injili. Yako ni kuamua uje kwa Yesu Kristo. Siku inakuja ambao damu, ghadhabu ya Mungu, usicheze na Mungu wa mbinguni. Mara nyingi huwa ninaumia moyoni kama mhubiri ninapoona Yesu anadhihakiwa na sisi wahubiri, ninapoona tunamdhihaki Mungu kama wasafiri wa mbinguni. Neno la Bwana inahubiriwa, inaingia hapa, inapitia hapa, inatoka, na tunaendelea na maisha yetu ya anasa. Tutawezaje kupona tusipojali wokovu wetu wa namna hii? Waebrania ndiye anauliza. Tumeshatembea na andiko, tutakaa hapo. Naomba uangalie Habakuki 3 fungu la 2. Mwalimu, Habakuki 3 fungu la 2. Nayo inasema hivi. Inasemaje? Bwana wa majeshi, nimesikia habari zako. Jina la Bwana lisifiwe. Amen. Nikuulize mtoto wa Mungu wanaitwaje? Tombe. Bwana asifiwe. Amen. Watoto wa Tombe, wewe umesikia habari njema ya ufalme wa mbinguni? Kwa hakika umesikia. Rudia fungu mtumishi. Mwalimu, narudia katika jina la Yesu. Amen, rudia. Bwana. Bwana, nimesikia habari zako. Nimesikia habari zako. Nami naogopa. Nami naogopa. Huyu ni Habakuki. Nabii wa Mungu, alisikia Mungu na neno lake, ukuu wake na uweza wake, na jinsi hukumu yake ilivyo. Vile Zefania ametuambia, yeye aliongopa sana. Mara nyingi sisi tunaposikia neno la Mungu, badala ya tuongope na tumche Mungu na tuongope dhambi,
Sisi hata neno inaingia inaenda. Mungu atusamehe kwa jina la Yesu. Amen. Mungu atusamehe kwa jina la Yesu. Amen. Yeye aliposikia aliongopa, akatetemeka na akamuuliza Mungu wa mbinguni, ewe Baba uliumba mbingu na nchi, bahari na chemichemi za maji, ninaweza fanya nini ili niweze kuokolewa na niwe na matumaini ya uzima? Aliongopa. Sijui wewe mtoto wa Mungu, neno la Bwana linapohubiriwa huwa unakuanga na kicho na heshima ya kuona ukuu wa neno la Mungu, nguvu za neno la Mungu, maana neno la Mungu ina uwezo wa ajabu. Na ili ukundue, Yohana 1:1, hapo mwanzo kulikuwepo na neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa nani? Fungu la 12 akasema ya kwamba waliopokea hili neno aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa nani? Wake. Kwa hivyo neno la Mungu ambao Habakuki aliongopa, alijua uwezo wa neno la Mungu. Praise God. Amen. Hebu niweze kumaliza na kusema ya kwamba neno hili ambalo tumelihubiri hapa, singetamani uichukie ama uichukue kimzaa tu. Lina uwezo wa kuokoa, lina uwezo wa kuumba upya, na lina uwezo wa kukuongoza hadi mbingu ya tatu katika jina la Yesu. Amina. The power of the word of God. God is God. Na akatubariki na neno hilo litupatie uzima. Maana singemjua Yesu kama neno la Bwana halingepita masikioni mwangu. Mtumishi wa Mungu na mwalimu, twende Mithali 1:23. Kitabu ni cha Mithali 1:23. Hatutahubiri sana, tumekuwa hapa wiki mzima. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kidogo tu alafu tuende mtoni. Inasemaje mtumishi? Mithali 1:23. Soma mtumishi. Inasema mwalimu, geukeni kwa ajili ya maonyo yangu. Rudia vizuri. Mwalimu, nisome Kikisii. Usisome Kikisii, soma Kiswahili kwanza. Asante. Nitafroti Kisii na sitashindwa kueleza. Geukeni kwa ajili ya maonyo yangu. Ndio. Tazama, nitawamwagia roho yangu na kuwajulisheni maneno yangu. Jina la Bwana lisifiwe. Amina. Bwana anasema vizuri, atatumwagia roho. Sasa soma ile Kikisii yako mtumishi. Asante. Sasa ubarikiwe. Na unasoma vizuri hiyo Kikisii. One day one time Bwana akinipa neema nitajua Kikisii vizuri. Nitakuwa nasoma ili ninaelewa vizuri. Kitabu ni cha Mithali. Soma mtumishi. Mithali 1:23. Mithali ni 1:23. Inasema nini? Kidogo tu mwalimu. Anapofika hapo, maana sina muda wa kuharibu. Mungu wa mbinguni baba yetu, neno lake anapotoa maonyo na anasema nirudieni, imagine the word nirudieni ina nguvu. Umefika hapo? Nimefika mwalimu. Bariki, soma mtumishi. Inasema 1:23. Soma. Moise konjoka moigwe ogukurira kwane biroryo nimba iterero moikone mama ya mang'anane. Fungu lifuatalo inasema na abeire nko warangiria korende mwangire konyiwera. Kwa nikiwaita lakini mumenikataa. Imagine hiyo Kikisii. Sasa weka hiyo nyingine ya ifuatayo alafu tuweke sawa. Kisha inasema na abeire nkoramboro koboko kwane korende muntu ndetari okorigereirie. Sasa soma Kiswahili twende. Kiswahili inasema anza sasa pale 23, tutiririke tuteremke pamoja nawe mpaka chini. Geukeni kwa ajili ya maonyo yangu. Asante sana. Geukeni kwa ajili ya maonyo yangu. Tazama nitawamwagia roho yangu. Tazama mnapogeuka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kumbe Mungu mwenye upendo mwingi, kumbe kwa rehema zake anasema geuka. Nilikuwa naenda katika njia zangu na kufuata njia ambayo inaweza kuangamia katika hiyo njia. Ananiambia geuka. Ninapongeuka na achana na hiyo njia, naanza safari nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nilikuwa naenda njia zangu, Bwana akanena na nikasikia sauti yake akiitana na akanionya na akaniambia, Makau, njia ambayo unaenda nayo utaangamia hakika. Na mimi nilikuwa naendelea
bila kujua, akaniambia Makau, ngeuka, utaenda kuingia kwa shimo na utaangamia, maana shetani anakungojea hakuangamize. Na akasema ngeuka, na Makau akasikia, nikangeuka na nikaanza njia ya uzima. Bwana Yesu asifiwe. Unapongeuka na kuanza njia ya uzima, anakupatia kipawa cha Roho Mtakatifu wa kukuwezesha usafiri na ushindi wa kushinda majaribu. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ndivyo ninavyotamani Roho wa Mungu akujalie, akungeuze vizuri na utembee katika njia ya uzima. Haleluya. Tembea na andiko, mtumishi. Naona unashaendelea kusema. Inasemaje? Nitawamwagia roho yangu. Alafu unapogeuka, yeye amekuahidi, na Mungu si mwanadamu aseme uongo. Anasema ukingeuka atamwagia wewe, atakumwagia Roho Mtakatifu. Do you know what we are missing today? Bwana alipotuambia tungeuke, hatujakubali tungeuke. Na bidhaa ambayo ingetuongoza kwa ajili ya kutuongoza safari ya imani ili tuwe washindi, ambao ni Roho Mtakatifu, hatujakubali atuongoze. Sasa changamoto ni moja hapa, wana wa Baba, katika jina la Yesu. Bwana anasema ngeuka, hatutaki kusikia. We don't want to turn. Tunaendelea katika njia zetu za anasa na shughuli na mapokeo ya uongo. Bwana anasema ngeuka, we don't want. Then Roho wa Mungu tutashuhudia akisaidia wengine, akibariki wengine na akifanikisha wengine na akiwainua na kuwajengea tabia ya uungu, nasi tutabaki vile vile miaka na mikaka. Hello. Anasema ya kwamba nitawapa Roho. Tembea na andiko, mtumishi. Na kuwajulisheni maneno yangu. Alafu nikiwamwagia Roho, nitawajulisha maneno yangu. Amen. Nitawajulisha. Atatufundisha na kutujulisha. Na ndio naona ya kwamba katika viwanja hizi tulikuwa na mafundisho mazito ya familia, ya roho ya unabii, afya zetu, maana Roho wa Bwana yu pamoja nasi ili atujulishe na atufundishe. Tembea na andiko. 24 inasema. Inasemaje? Kwa kuwa nimeita, nanyi mkakataa. Nimeunyosha mkono wangu. Asiangalie mtu. Bali mumepatilisha shauri langu. Na badala ya kuitikia, mkabadilisha shauri langu. Wala hamkutaka maonyo yangu. Na wala hamkutaka maonyo ya Mungu wa mbinguni. Sikia, tembea hapo chini kidogo. Nayo inaendelea ikisema. Inasemaje? Mimi, nami nitacheka siku ya msiba wenu. Mungu anasema ya kwamba atacheka siku ya msiba wetu. Wakati alisema ya kwamba damu yetu itakuwa kama mavumbi kwa ajili ya uharibifu, Mungu atakuwa anacheka. Na ndio dada mmoja alitunga wimbo, anaitwa Rose Muhando. Akatunga wimbo akasema ati Mungu akiwa katika kiti cha enzi anafanya nini? Anacheka. Na wewe nakupanda, wewe pia unafurahia wimbo huu ukisema Mungu anacheka. Mungu anacheka wakati gani? Tuko na msiba. Wakati sisi tunaumia. Wakati ambapo sasa Ufunuo 16 yale mapigo 7 atakaoachilia mwanadamu apigwe kwa ajili ya ngumu wa moyo wake na uasi wake, hapo ndipo Mungu atafurahi. Kisa na maana, saa hii Mungu afurahi. Saa hii Mungu anaumia, maana hata kila mtu aweze kuokolewa. Na ungeelewa ile maombi Roho Mungu anapeleka mbinguni. Warumi sura ya 8. Anatuombea kwa kuumia kuzito. Imagine kama vile mama huwa ni mgonjwa na anabeba mtoto, naye Mungu amebeba uzito wa dhambi zetu na anatuombea kwa uzito wa ajabu. Tafadhali samea Makau, tafadhali samea Nyakundi, tafadhali kumbuke Nyatiga ama nani? Nyang'ata ama nani? Ndiye huyo. Wacha niwaambie, ninapokumbuka upendo wa Mungu wa mbinguni na uvumilivu wake kwa ulimwengu ambao tuko vile tulivyo, ninaona kweli
We need Jesus Christ. Amina. Na Yesu kama kuhani mkuu katika hekalu la mbinguni, yeye Baba anamtazama, anamwambia Baba, tazama naliumizwa kwa ajili yake, na maana ametubu, na maana amenigeukia. Baba, tazama vile nimeumia, msamehe. Imagine naye Baba wa mbinguni, Mungu wetu mwenye upendo, naye akimtazama Kristo, anapoona makofu ya mikono na anapoona mkuki uliopita mbafuni. Imagine hata kama ulikuwa umetenda nini, anamtazama Yesu, naye Yesu anamtazama Baba, anasema Baba msamehe. Naye Baba anasema kwa ajili yako Yesu nimewasamehe. Amen. Na ndio naona ya kwamba sasa tunahesabiwa haki na kuandaliwa kwa ufalme wa mbinguni, maana tumekubali Roho wa Bwana atuongoze. Geukeni mkatubu, mgeukie Kristo, naye atawageukia, atawapa kipawa cha Roho Mtakatifu na atawaongoza. Kwani nikimalizia hapo kuna shida? Makongeni kwaya. Mungu ni mwaminifu na Baba anatupenda. Mtumishi na mwalimu, karibu mtumishi, na ukae chini karazi ya mtumishi. Thank you, God bless you. Na ndio naona ya kwamba kama ni Makongeni mnapojipanga hapa, ningetaka nitaje kitu kimoja hapa. Maana Ufunuo 15 mtumishi, fungu la pili na kuendelea kidogo. Ufunuo 15 fungu la pili na kuendelea. Ufunuo 15 fungu la pili inasema hivi, tena nikaona kitu kama mfano wa bahari ya kioo. Baada ya kuwa washindi tutamiliki ufalme wa mbinguni, Yohana akaonyesha kitu kama bahari ya kioo iliyochangamana na moto, iliyochangamana na moto, na wale wenye kushinda watokao kwa yule mnyama, na wale wenye kushinda watokao kwa yule mnyama, na sanamu yake, na sanamu yake, na kwa hesabu ya jina lake, kwa hesabu ya jina lake. Walikuwa wamesimama kando kando ya hiyo bahari ya kioo, na wao walikuwa wamesimama kando kando ya bahari ya kioo, wakiwa wenye vinubi vya Mungu, wakiwa na vinubi vya Mungu, nao wawimba wimbo wa Musa, na kondoo. Alafu mtumishi, na wimbo wa mwana kondoo, tembea na andiko, wakisema ni makuu na ya ajabu matendo yake. Haleluya. Bwana Mungu Mwenyezi, Bwana Mungu Mwenyezi, ni za haki na za kweli, njia zako, mfalme wa mataifa. Wewe mfalme wa mataifa. Bwana Yesu asifiwe. Yeye aliye mfalme wa mataifa ameandaa bahari ya kioo, mji mtakatifu ambao tutafurahia na kushangilia na yeye milele na milele. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mbona ukose mji ule? Na imagine hakuna pesa unatoa. Mbona ukose ufalme ule na hakuna kitu unatoa? Cha maana ni kukubali Kristo, ukubali utembee katika njia zake, na kujaza Roho Mtakatifu, na kungeuze, na kupe nguvu ya kushinda dhambi. Mbona ukose mji ule? Mbona ukose mji ule? Swali. Mbona ukose mji ule? Watoto wa Mungu, waulize na kikisi, mbona ukose mji ule? Kikeragere omote umuji ule. Na Mungu ameandaa kwa ajili yako. Kiayera Nyasaye ayo aliganira asenga. Na kama ni dhambi ako tayari kukusamehe. Na sekero munyabibe Yesu narange kukukwalira. Na kama ulikuwa unaenda kando na mapenzi yake, na emunoko genda munokugania kwaye gutali, anakuambia rais, ngeuka yago gotebinga onchoka, na nitakuongoza, ninkorae, na katika unyonge wako na sobole ugwao nitakujaza Roho Mtakatifu atakaye kuongoza ekerara akorae hadi ile mesa ya kioo, ikashe emeseria wimbo wa Musa na wakatera kwa Musa ne ukishangilia pamoja na Yesu, endelele komotokia na Yesu zote chinga kichwa, unyonge wako hautakumbukwa, abale ugwao mboko dhambi zako hazitakumbukwa, abale ugwao tiboko ulioutenda hautakumbukwa, sasa ulizokuwa nazo hazitakumbukwa, maana umengeuka, na Yesu mwenyewe akatamalaki ushindi, atakupa ushindi, atakufanikisha katika jina la Yesu. Uwezo wake ni wa milele, ndiye
anayetuita tumiliki uzima huo. Ni wangapi wanaosema Yesu hurumia, unaosema tungeuke, na utatusamehe, na utupe kipawa cha Roho. Mimi ni wa kwanza kumwambia Yesu ningeuze. Kama leo wa kwanza inua mkono juu, simama na miguu yako katika jina la Yesu. Simama na miguu yako mtoto wa baba. Nikueleze. Leo ni siku kuu. Na Yesu anasema ya kwamba anaita watu kwa wito wa mwisho kwa ajili ya mbingu ile. Ni wangapi miongoni mwetu wanasema Yesu tulienda bila kusikia sauti yake, wakati tunarudi utupokee kwa jina lako. Njoo hapa pamoja nawe katika jina la Yesu. Usiogope mwanadamu. God bless you. Wanaosema ya kwamba Bwana wetu tumeenda bila kusikia sauti yako, tukaenda mbali, na leo tunaona turudi nyumbani. Njoo katika jina la Yesu, tuombe pamoja nawe. Kama usiogope, karibu. Usiogope, jioni katika jina la Yesu. Mungu anakupenda kwa pendo la milele, na yu tayari kutungeuza na kufanya wapya katika ufalme wa mbinguni. Just come, just come brother. God loves you. Kuna wale leo wanasema ya kwamba lazima tuzaliwe mara ya pili kwa njia ya maji, Roho Mtakatifu. Njoo mbele katika jina la Yesu. Na unapoendelea kuja waibaji, naomba mtuongoze tupatie wimbo. Watoto wa Mungu, nafasi hii ni yenu. Abali bonsi bae wetase ni chogo chikobatiswa na ingu mwasabiri mochi chaiga ni chumwenzi. Na wewe unaoangalia nani anaenda mbele, wewe unaelemewa kuja mbele. Thank you brothers, just come. Usiogope, just come. Hii ni nafasi ambayo umepewa. Just come. Usiogope watumishi wa Mungu. God bless you. God loves you. Just come. Kujeni watoto wa Mungu. Na watoto wakienda kwa Bwana wao hawana aibu, hawana haya, wanaenda kwa Bwana wao. Praise God. Just come. Just come. Just come. Usiwe na wasiwasi na usiwe na hofu na usiangalie mtu. Utaenda mbinguni peke yako bila kuwa na mtu yoyote. Just come in Jesus name. Na usifikiri that. God bless you so much. Thank you brother. Thank you sister. God bless you. Hakuna kitu kizuri kama kuzaliwa ndani ya Kristo. Ulikuwa unaona njia ambayo haimpendezi, ukangeuka, anakupokea na kukumbatia. Waimbaji, tubariki na wimbo kwa jina la Yesu. Endeleeni kuja tu, usiogope, just come. Wewe ni mwanzo na pia mwisho wa vyote. Thamani yangu ni damu yako iliyomwagika, nipate kuokoa nafsi yangu. Endeleeni kuja, msiogope. Nafasi hii yako. Hujui kesho kutakuwa. Just thank you sisters. Thank you brothers. God bless you. We love you in Jesus name. Na neema ya Yesu yatutosha. Thank you so much. Karibu.
Hakuna kitu kizuri kama Mungu mwenye rehema akituonyesha neema yake na wema wake. Tafadhali twawasihi, njoo hili Bwana wakati wa mateso asiangalie ukiangamia acheke, itakuwa ni hasara sana. Anakuita njoo, let's go. Usiangalie mtu. Thank you. God bless you. Wewe ni mwanzo na pia mwisho wa vyote. Thamani yangu ni damu yako iliyomwagika, nipate kuokoa nafsi yangu. Nikufiche jambo gani, Simba wa Yuda? Wewe ni mwanzo na pia mwisho wa vyote. Thamani yangu ni damu yako iliyomwagika, nipate kuokoa nafsi yangu. Sogea kabisa. Dhambi zangu zote wewe wazijua. Hata kama uko mbali, tuko hapa tukikusubiri. Brother, my sister, come. God loves you. Nipate kuokoa nafsi yangu. Dhambi zangu zote wewe wazijua. Nikufiche jambo gani Bwana wangu? Niende wapi na kuja kwako? Nipate wokovu, nipate kuokoa nafsi yangu. Asante. Waimbaji wanapoendelea, naalika mzungumzaji mwenzangu Pastor Mugunda naye aweze kusema jambo anapotuombea. Karibu mtumishi. Uso wangu nitaweka wapi ukija, na jeshi la wateule walioshinda. Nihurumie, uniongoze utakapokuja, nipate kuokoa nafsi yangu. Uso wangu nitaweka wapi ukija, na jeshi la wateule walioshinda. Nihurumie, uniongoze utakapokuja, nipate kuokoa nafsi yangu. Dhambi zangu zote wewe wazijua. Nikufiche jambo gani Bwana wangu? Niende wapi na kuja kwako? Nipate wokovu, nipate kuokoa nafsi yangu. Dhambi zangu zote wewe wazijua. Nikufiche jambo gani Bwana wangu? Niende wapi na kuja kwako? Nipate wokovu, nipate kuokoa nafsi yangu. Dhambi zangu zote wewe wazijua. Nikufiche jambo gani Bwana wangu? Niende wapi na kuja kwako? Nipate wokovu, nipate kuokoa nafsi yangu. Dhambi zangu zote wewe wazijua. Nikufiche jambo gani Bwana wangu? Niende wapi na kuja kwako? Nipate wokovu, nipate kuokoa nafsi yangu. Dhambi zangu zote wewe wazijua. Nikufiche jambo gani Bwana wangu? Niende wapi na kuja kwako? Nipate wokovu, nipate kuokoa nafsi yangu. Dhambi zangu zote wewe wazijua. Nikufiche jambo gani Bwana wangu? Niende wapi na kuja kwako? Nipate wokovu, nipate kuokoa nafsi yangu. Bwana Yesu asifiwe. Kabla niombe, hatutaki kufungia mtu, pengine huo ndio muda wako siku ya leo. Tulienda kuhubiri mahali na mwito ukatolewa kama vile ambavyo mtumishi wa Mungu ametoa mwito. Watu wakajitoa. Kando kulikuwa na msichana mmoja ambaye alikuwa anasumbuka ajitoe ama sijitoe. Anasumbuka. Roho wa Mungu kumbe alikuwa anamsumbua.
lakini kufanya uamuzi bado hakuwa amefanya uamuzi. Basi pastor akamwendea akamuuliza, ni nini, kwa nini tujitoe? Akasema, mimi sikuambia wazazi wangu ya kwamba naenda kubatizwa. Inawezekana umeguzwa na neno mpendwa, lakini nasema kama mimi bwana wangu sikumwambia, wazazi wangu sikuambia. Nawaambia bwanako na wazazi wako hawana bingu. Yesu ndiye amekuandalia bingu. Haleluya. Wapendwa, hata kama hukuambia lakini neno limekuguza, jitoe kwa Yesu. Haleluya. Mlango bado umefunguliwa. Njoo kwa Yesu. Mwingine pia akasema siku fulani katika mkutano, kama mimi sikujua ya kwamba watu wa Mungu watabatizwa, sikubeba nguo ya kubatizwa, lakini nahitaji kubatizwa. Tukamwambia nguo isikuzuie ubatizwe. Nguo ziko, utapewa nguo katika jina la Yesu. Haleluya. Mpendwa, mlango bado umefunguliwa. Kama umesikia mwito ya kwamba hauna nguo ya kubadilisha, nguo ziko, njoo kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na waiteni, njoo. Nani ambaye baada amebaki? Usijali ni nguo gani utabadilisha, nguo ziko, utapewa hata ubakishe nyingine. Hata ukuambia wazazi wako njoo, ni Yesu anayekuita. Nani bado amebaki? Ili niweze kuomba, usifungiwe nje. Haujui pengine hii ndio siku yako. Njoo kwa Yesu. Je, kuna mmoja ambaye atafungiwa? Naomba uje. Maana baada ya ombi tutamkabidhi pastor aweze kuendelea na shughuli ya kuandaa watu kwenye ubatizo. Nani baada amesalia? Njoo. Just come. Na hata ninapoomba, tunapofunga macho na kuomba, ukihisi ya kwamba unafaa kuja na kujiunga na kundi hili, wakati ambapo watu wa Mungu watakuwa wamefunga macho, tunapoomba, penya tu, njoo kwa Yesu. Haleluya. Maana sauti nao kuita ni sauti ya Yesu. Penya tu. Na ukisikia mtu anapenya, mpe nafasi. Aje kwa nani? Aje kwa Yesu. Je, kuna mmoja amebariki bado? Mmoja amesalia? Na mmoja amesalia? Njoo. Nafasi hii ni yako. Asante. Nataka niombe. Kila mmoja tufunge macho tunapoomba. Wanaoandika msimame kidogo ili tuombe. Mtakatifu, Mungu na Baba yetu, jina lako litukuzwe milele na hata milele. Asante kwa sababu wewe uliandaa mkutano huu. Sisi ulitutuma tuweze kufanya kazi yetu, lakini kazi ya kuita, kazi ya kuconvict mioyo ya watu ni yako. Ndio maana Mungu umefanya kazi sawa sawa na mapenzi yako. Jina lako litukuzwe. Maana umeitana na watu wakaitika. Na kwa sababu Baba wameitika, naomba wasamee katika jina la Yesu. Naomba Mungu uweze kuwapokea kama watoto wako uliyewaumba na ukafa kwa ajili ya dhambi zao. Wameitikia mwito tena mchana peupe, tena hadharani mbele za watu. Hawaja kuonea haya mbele ya umati huu. Nao Yesu, naomba nawe pia usiwaonee haya na kukiri majina yao mbele ya malaika na mbele ya Baba juu mbinguni. Na majina yao ukubali yaandikwe kwenye kitabu cha uzima cha mwana kondoo juu mbinguni. Kuna mmoja aliye katikati ya umati ambaye roho sauti mbili yasikika masikioni mwake. Ujitoe, na nyingine nakwambia usijitoe. Kumbuka sauti ya kwanza ni ya Roho Mtakatifu, anakwambia leo ndio siku yako. Sauti ya pili ni ya Shetani, anakwambia usijitoe kwa maana kesho bado ni siku. Mpendwa, haujui ya kesho. Leo ndio siku yako. Na kama unahisi ya kwamba unapaswa kujitoa, basi njoo kwa Yesu. Penya katikati ya umati kama yule mwanamke ambaye alivuja damu. Hakutaka aonekane, akasema kwamba bora tu mimi niguze pindo la vazi lake. Hawakumwona, alipenya na akaguza vazi la Yesu na akaponywa saa hiyo hiyo. Njoo kwa Yesu. Tumefunga macho, hakuna mtu atakuona. Njoo kwa Yesu. Na yote ambaye bado ana wasiwasi, tuambia kwamba mpendwa, usiwe na wasiwasi, maana Yesu ndiye anayeweza yote. Baba, wote ambao wanakuja kwako unawapokea. Asante kwa maana umewapokea na umewakubali.
hata sisi ambao Baba tu katika imani hii hatuko sawasawa, tunahitaji nguvu zako. Tuomba utuishe, ututengeneze, kwa maana siku zimekwisha. Utuandae sisi zote kwa ajili ya ufalme wako ambao umekaribia. Baba, tunapomaliza na kwenda kwa maji, naomba watoto wako wanaoenda kubatizwa, maji yanayoweza kuwa baridi, Baba, wape uvumilivu wa maji baridi na wakiji kwa maradhi katika jina la Yesu. Baba, naomba wanapoenda kuzaliwa kwa maji, Baba, wabatize kwa Roho Mtakatifu, ubatizo wa ndani, waweze kufa kila siku, maana ubatizo wa Roho ni ubatizo wa kila siku, waweze kujitoa kufa kila siku, na utu wao wa ndani uweze kuumbwa siku baada ya siku wanapongoja marejeo yako Kristo Yesu. Nasi pia utufanye hivyo, tukubali kufa siku baada ya siku tunapongoja marejeo yako unapokuja na ufalme wako. Asante kwa maana umesikia na umetujibu, kwa maana tumeomba kwa imani kwa jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Amen. Asante. Wanapoendelea kuandikwa majina na pastor anapojiandaa ili kuwapa kiapo. Tumishi kidogo tu. Siku wale nimemaliza kidogo. Nina wito wa wagonjwa. Itakuwa ni aibu tunapomaliza ibada yetu na kuna watu ambao miili yao ni migonjwa. Kama wewe una mahali pa kukuuma ama panakuuma, hebu inua mkono juu tuweze kuwa na ombi la kukuombea. Asante sana. Inua mikono juu sawa sawa. Tuombe kwa jina la Yesu. Mtakatifu Bwana wa milele, kuna watoto wako ambao shetani adui amewatembelea na kunguza miili yao na wakawa wagonjwa, na wakati wanaumwa na miili zao wamekuwa wanatumia madawa, wamefika mahali hata wanashindwa wafanyaje. Mungu wetu, wewe uwezaye kuponya, wape kipawa cha uponyaji, wape imani ya kujua ya kwamba kwake Mungu wa mbinguni na kwa Kristo Yesu kuna uponyaji. Wakujaribu kwanza kabla hawajajaribu madawa, maana Yesu unaweza sema neno tu na wakapone, na kushii ukawatembelee na kuwaponya. Na unapowatembelea, nina ndugu ambao wanaitwa Okioma. Okioma, kijana wangu amekuwa akija mikutano yetu ya Injili. Kijana huyu Yesu pia ni mtoto wa Ibrahimu, maana uliruhusu asaliwe duniani. Okioma, mkumbuke katika jina lako Bwana wetu. Nyosha mkono, unguze akili yake na unguze mawazo yake, na maana ndio ulimuumba, unajua shida yake na changamoto yake. Tafadhali Yesu, kwa nguvu zako na kwa uwezo wako, mhurumie kwa neema yako. Na si yeye tu, kuna wengine pia na waona wana changamoto mbalimbali. Bwana wa majeshi, wahurumie kwa nguvu zake. Kuna mpinti alitutembelea kanisani, ana changamoto nyingi za mawazo. Mungu, nyoosha mkono pia ukamtembelee mahali alipo na kumpa uponyaji, na akili yake ukaiponye katika jina lako Yesu. Maana Yesu unaweza na unatenda. Hata hao ambao tumeinua mikono juu usiwaache, na kama ni kupungukiwa na imani, wape imani inayotokana na nguvu za neno lako, na wapone kwa utukufu wako. Hawa wanapozaliwa wape nguvu mpya, na sisi wa zamani tupatie angalau kuwa kielelezo chema, ili tuwalee katika njia za uzima. Asante kwa kutusikiza na asante kwa kutupokea. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Bwana atubariki. Nyang'ate, take over. Asanti. Wanapoandikwa majina na pastor anajiandaa kwa ajili ya kuwapa kiapo. Makongeni kwaya wanatupatia wimbo. Kindly mic ifanye kazi. Tupe sauti kwa mic. Tupe sauti. Abandi ikaransa merovenero ikaransa merovenero ndrete mna pastor gukura Emonga Church Choir. Babaiga on stage. Gatokorangiri chikwaya uneko genda koragiri kwaya ndi yasoire. Amatera mpaka saa 10:30. Haibonekera kugenda nka igugusabye umukutano.
hatuna haki ila tu neema ya Yesu Kristo. Sinini pasara kule vipindi ya wate yuko ila chira alafu monga mumani rosoa kimoko batebya. Amen. Chinga kinkwa pastor asenge njoko ila chira sababu chiko batiso. Yamonga mtatulia tu kidogo pastor akimaliza mtupe wimbo. Yamono. Nataka muweke laini hapa. Nataka muweke laini hapa mbele. Chumwezi ngoja muweke laini hapa. Akarata ya delete nga mwesimiwa sada kamosoba kwa nimbo ya mole. Yamono na bayungo sasi matura. Otomira nere sadaka ya shilingi kile boy sana yare kwa nyaba gani igota karo buya mon una pasta ngora emonga bakoruo St. Matthews abana bali ba St. Matthews na barwachi batogotera Okay, abayiga ngoji koli bali chira bakolya kolengana na mafundisho ya Adventista mesinge 25 lakini ko ira bali chira isato esamari yecho akaro gokubolie ira bali motabwati chianga imokia kama bakoigo Timaiti abase bayita abambale yana itwa muko na sisi kama huko stop utoke bali abana tenene laini anye to bale ngabata bwati chianga haya wana moroche timaiti buna tokora bata bwati yanga bantu bala ibali kiwango bocha bali motabwati balenga baranga baranyole yanga bali morange basi noyo wato maya molisi wato me yanga yoyo molisi otombe centro ajoni yage noyo nganga ko romokombe watu walisaidia goche ande bali mali motabwati tando kanisa aunere isicha
Sicha kana kwa runa mwa ngozi. Oi. Ai. Tombe sentro yondoyo. Tombe sentro yondoyo. Ono mo kongelele. Oi. Oye. Ando yondo liyo taranyo. Kamwana nkara. Ai warugo. Yondoyo. Yondoyo. Chudi atandi kana wole wojabosia aruru molisi chanai. Okay. Wano tete mo baili bagegere. Mo bangere di bagande le bakole. Tutagete gusaba bari bakoragira bachake koragira ekero chikwaya chigenda tegoteraira. Longe programu yote y'uminyoge tigamba kachiza cha eri. Abara iba pati faida umera ndegyo skike ngorali. Arake yangori eri uzi yoto saba. Usaba tore. Enjoy ndagira bari bakoragira bagende koragira tatumya byamunikiagira watu siseni ni ndagira ekero to chiko yetume kana intwe to siseni na batabwati bari yenchira na baro bagende gukubaka botambe na kugosaba twasabiro terase chingu cha Yesu Kristo yoro moborio ito. Amen. Emonga bago togotera babwati una St. Matthews abana ba St. Matthews tutwara abantu bakurukunga isicha church choir koko ruisi church choir tonyore kwaye kurukwa omotembe tonyore gatuta south tukurire gatuta main choirs unana kwanire yo monya kwa maega yabo. Ogali asuri nchiko cha Makongeni kwaya fuata kiongozi. Makongeni kwaya fuata kiongozi kwa maana mnaingia stage next. Makongeni tufanye haraka. Umevunjika moyo, waambie Yesu, ataka uje kwake Mwokozi atakushindia. Umevunjika moyo, waambie Yesu, ataka uje kwake Mwokozi atakushindia. Njoni kwa Yesu leo, sikia wito huu. Yesu anakuita akuokoe toka dhambini. Njoni kwa Yesu leo, sikia wito huu. Yesu anakuita akuokoe toka dhambini.
Haya. Kuna makongeni wako nyagosoka igo. Ero yaba saibonsi pi. Ero yaba saibonsi pi. Na inwe bugwati baba. Sita sita, rudi nyumbani. Ambayo sasa uje kwake, usiufanye moyo mgumu. Bwana wa sita sita, rudi nyumbani. Ambayo sasa uje kwake, usiufanye moyo mgumu. Njoni kwa Yesu leo, sikia wito huu. Yesu anakuita kuokoe toka dhambini. Njoni kwa Yesu leo, sikia wito huu. St. Matthews. Yesu anakuita kuokoe toka dhambini. Njoni kwa Yesu leo, sikia wito huu. Watu unaisicha Omotembe na tutasau na tutameni halafu tuti Buyamono St. Matthews wachiraiga wabo watiwe na isicha kurua ororo Omotembe. Omotembe wako ruo gatuta south, gatuta main tuti. Togende igo, alitora ikiri chinga.